Karibu sana katika channel yetu ya Royal Polyclinic. Leo niko mtaani kuzungumza na jamii wanaofahamu vipi ugonjwa wa degedege. Je, wanafahamu dalili za ugonjwa wa degedege? Na pia wanafahamu vipi namna gani sahihi ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa degedege? Twenzetu tukasikiza jamii wanalipi la kusema kuhusiana na ugonjwa huu wa degedege. Twenzetu. Unafahamu vipi ugonjwa wa degedege? Degedege siwezi nikaongelea sana kwa sababu sina ufahamu sana kuhusiana na ugonjwa wa degedege. Ugonjwa wa degedege mimi ninavyofahamu, asilimia kubwa sana unawapata watoto wadogo wakiwa chini, labda asilimia kubwa chini ya miaka 5 ndio unawapata sana watoto. Wanataka kufanya kama malaria fulani, lakini sio, unakuwa ni mtoto kama ana shake shock, sijajua, lakini ninavyofahamu ugonjwa wa degedege. Ugonjwa wa degedege ni ugonjwa ambao unawapata watoto kuanzia umri chini ya miaka 5 kushuka chini. Unaweza kutuambia au unaweza kutajia dalili za ugonjwa wa degedege? Dalili yani, unakuta dalili ya kwanza, mtoto anakuwa na homa kali, unakuta ni analegelegea viungo. Sijaifuatilia kiundani zaidi kujua vyanzo vyake ni nini, chanzo cha ugonjwa ule. Huwa naona ni mtoto anaumwa degedege. Hivyo. Kupata homa kali, mwili kuchemka. Watoto yani mwili unakuwa dhoofu hivi, yani kwa ninavyoelewa mimi. Kwa mtoto sija anakuwa atatemeka hivi. Ninavyoelewa kwa atatemeka. Tuambie aina namna gani sahihi ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa degedege? Unapokuwa unaona dalili ni lazima uchukue hatua mapema kumpeleka mtoto wako hospitali ili apate matibabu kumepusha na huo ugonjwa. Kuna kujikinga zaidi ya huo ugonjwa ni mara kwa mara, kuna baadhi ya vitu ina maana yani, au michezo hii ya watoto, na baadhi ya vitu vinavyosababisha, kwa mfano kama labda kuna uchafu watoto sio wanacheza sana, au kwenye nini yani, kwenye hata mambo ya maji ya machafu yao yanasababisha sana huo ugonjwa. Si kwenye masuala ya mlo au malezi. Kwa mimi sitakuwa na jibu sahihi kuhusiana na huo ugonjwa. Sasa hivi sitakuwa na jibu sahihi ambao naweza kuambia. Tumetoka kusikiliza jamii, wametoa maoni yao kwa namna gani jinsi wanavyofahamu ugonjwa huu wa degedege. Nadhani sasa ni wakati sahihi kabisa wa kurudi katika kituo chetu cha afya Royal Polyclinic kwenda kuzungumza na daktari wetu atupe maelezo ya kina kabisa kuhusiana na ugonjwa huu wa degedege. Naitwa Chenoso, twende tukaongea na daktari wetu. Degedege ni ugonjwa ambao unasababisha kukakamaa kwa misuli ya mwili pamoja na kukaza. Ugonjwa huu hasa huwapata watoto wadogo walio chini ya miaka 5 pale ambapo joto lao la mwili linakuwa liko juu kupita kiwango cha kawaida. Lakini pia ugonjwa huu huathiri hata watu wazima kutokana na sababu au vyanzo kadhaa ambavyo husababisha hali hiyo kutokea. Watu wengi wamekuwa wakidhani ugonjwa huu kutokana na imani potofu za kishirikina au kutokana na imani za kulogwa, lakini dhana hii si kweli, bali ugonjwa huu ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine na unahitaji msaada wa haraka wa kuwahi na kufika katika kituo cha afya. Zipo sababu ambazo hupelekea mtu kupata ugonjwa huu wa degedege. Sababu hizo ni kama zifuatazo. Namba 1 ni kuwa na joto kali kupita joto la kawaida la mwili, na hii hasa huathiri watoto chini ya miaka 5 pale ambapo joto lao la mwili linakuwa liko juu, huweza kuwa katika hatari ya kupata ugonjwa wa degedege. Lakini pia sababu nyingine ni pamoja na kupungua kwa kiwango cha sukari katika mwili pamoja na kiwango cha madini kama vile madini joto pamoja na madini ya calcium. Sababu nyingine ni pamoja na maradhi au maambukizi ya magonjwa kama vile ugonjwa wa malaria ambao pia huweza kushambulia kiasi cha ubongo. Lakini pia kama mtu atapata maambukizi ya bakteria katika ubongo, naye pia atakuwa katika hatari ya kupata ugonjwa wa degedege. Lakini pia kama kutakuwa mtu amepata majeraha katika kichwa ambayo kwa namna moja au nyingine yataathiri utendaji kazi wa ubongo, au kuwa na uvimbe katika sehemu ya ubongo,
kuweza pia katika hatari ya kupata ugonjwa huu wa degedege. Dalili za ugonjwa wa degedege: mgonjwa atakuwa amekakamaa katika misuli ya mwili pamoja na mwili kukaza, atakuwa anatoka na mapovu katika mdomo, lakini pia atakuwa na mabadiliko katika macho, na mara nyingi macho hukaza na huwa muda wote anakuwa yameelekea juu na kushindwa kuwa na control katika kuyadhibiti macho. Lakini mgonjwa anaweza akapata dalili ya hatari zaidi, ambapo pia huweza kupoteza fahamu. Njia za kujikinga na dhidi ya ugonjwa wa degedege ni pamoja na kugundua hali hatarishi kwa mtoto wako, hasa mabadiliko ya joto mwili. Pale ambapo joto la mtoto wako linakuwa liko kwa kiwango cha juu, ni mapema kupata ushauri kwa madaktari kwa kuwahi kufika kituo cha afya ili kumkinga mtoto wako dhidi ya hatari ya kupata ugonjwa wa degedege. Lakini pia njia nyingine ni pamoja na kujilinda dhidi ya maradhi kama vile ugonjwa hasa wa malaria. Hii ni pamoja na mara unapopata dalili ambazo zinaashiria ugonjwa wa malaria, kuwahi kupata tiba kwa wakati na kumaliza dozi ili kuweza kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Lakini pia kusafisha mazingira ambayo yanaweza kuwa hatarishi au rafiki ya kusababisha mbu kuenea kwa haraka, na hivyo wao kuwa chanzo cha kuleta ugonjwa hatari wa malaria na baadaye kupata ugonjwa wa degedege. Ukifuata hatua hizo, unaweza ukajikinga dhidi ya ugonjwa wa malaria pamoja na hatua nyinginezo kama vile kuwa na ratiba ya kucheki afya yako mara kwa mara ili kujua kiwango chako cha madini pamoja na kiwango cha sukari. Lakini pia endapo kama utapata ugonjwa wa degedege au jirani yako akawa amepata shambulio hili la degedege, yapo matibabu ambayo hutegemeana na chanzo kinachosababisha ugonjwa wa degedege ili kuweza kumsaidia kwa haraka na hivyo kuzuia madhara ambayo yanaweza kutokea na kuleta hali ya hatari zaidi. Wahi kufika kituo cha afya kwa wakati ili kuweza kupata msaada wa haraka dhidi ya ugonjwa wa degedege. Degedege inatibika na kuzuilika. Wahi kufika kituo cha afya. Na imani tumejifunza vitu vingi sana kuhusiana na ugonjwa huu wa degedege. Mwisho wa kipindi cha leo ndo mwanzo wa kipindi kijacho. Usisahau kucomment, kulike, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwenye channel yetu ya Royal Polyclinic. Naitwa Chinonso. See you next time. Bye bye.